answer to us. We lack words, but we know Betty is in the right place of God. Betty, she has been so good to us. I remember in August, Betty took us to Nanyuki for a retreat. In July, it was in July, yes. She took us to Nanyuki for free for 2 nights, 3 days. And Betty, ituraga shigo iria tungiuga nitondu nituhotetwo ni wendo wa Betty, nitureiwo one of us, and may God bless her in eternal peace. Let me say a friend to the gospel singers. Almost all of them, I am on Haha, they are my good friends. And that is why I ended up being in their group. Itari Mwini being the backup, Jean as a sister, Kegomo being the brother, and not only a brother, Akoro Ali, my father, Wakehiko, because he's the one who was Guraruga Melio Hikiwako, Arifafa wako Wakehiko, and Takigomo, may God bless you. We are so grateful. Thank you for Odamu Rutile Woka. Let us continue like this. We give our sister Betty a good send-off. May God bless you all. Kwa hivyo, si kwamba niko na, unajua ukikaa hapa kama MC na kijikaratasi, watu wanafikiria uko na watu kama 100. Niko na watu 3. Singuji kuclarify. Kwa sababu nimeona kuna and what really happened. Na Betty amekuwa mzima miaka yote. In fact, Betty hana historia ya ugonjwa. Hana watu waseme tulikuwa tumeficha. Unaficha nini? Betty hata juzi tulikuwa tunacheka tu. Yeah, she was okay. But the type of the cancer that attacked, tunataka tuambiwe leo na dakika 3. Si ni sawa sawa? Ili labda ukipata signs and symptoms, usitajua what to do. We will not be ignorant people. Daktari, Derita, nikikupatia dakika 3, wakupigieni makofi. Wakati tulikuwa tumekosa damu, tukiwa, kwa sababu we are not talking about blood platelets. Sasa hiyo ndio kingine. Huyu alitusaidia within few minutes. Tukapata 9 pints kutoka kwa blood bank. As a private doctor from elsewhere. Karibu sana daktari. 3 itakutosha. Asante. Asante sana. 3 ni nyingi sana. My name is Dr. Nderito Wangui. I'm the CEO Universal Trends Medical and Diagnostic Center, tuko Kaunda Street, Jubilee Exchange, first floor of it. I also happen to be the chairman Marafiki FC iko kule Nyeri, but we are here for a different purpose. Now, nitaelezea a very simple story of how we got ourselves here, if Shirota Nirusu, and how much we tried mpaka penye tulifika. I received a call very early in the morning from Garuya, and he told me I needed a blood appeal. Na akaniambia wako na Shiro, na tukaongea na Shiro, and we needed initially 3 pints only, hatuko nahitaji nyingi, of platelets. At this point we didn't have a diagnosis, and I want to be very honest, we didn't have a diagnosis. Why? Because AML is a disease that by the time inakupatia the first symptom, ambayo acute myeloid leukemia, ambayo ni kansa ya damu, wakati inakupatia first symptom, inakuanga ni hiyo uchovu, kuumwa na kichwa, na inamaanisha kiwango ya damu imeenda chini. Lakini hiyo wakati imeenda chini, inamaanisha nao tushapita stage 1, tushapita stage 2, tushapita stage 3, tuko end stage. So, tuko point of bone marrow failure. And when we did the first transfusion, I called Garuya in the evening, na kaniambia mambo iko sawa, na tukuwa mbaya, we were doing well, and even Betty was discharged, because we didn't have a diagnosis. At night, she got worse. When she got worse, she was admitted in the nearest facility, which was AAR. Na nitawaomba sana,
wale madaktari wa AR walijaribu wawezavyo. And they feel so bad. Hata wananiuliza, Nderitu ulikuja ukatuambia tusaidiane hapa na sasa social media imejaa sisi. Inakaa mbaya. But they did their best. When we got there, the first question tuliulizana, damu inaenda wapi? Elder Kigogo anaweza kuambia tuliketi na kalamu na karatasi tukaanza kuulizana. Before we even approach this any further, why are we here? Tukaangalia all possibilities. Na ndio tukasema damu tutapata, and blood bank ikatuassure we shall get at least 9 pints of platelets. Kutengeneza 1 dose of platelet for wale tulikuwa nayo inahitaji 6 liters of blood. 6 liters of blood ni yenye mtu mmoja amebeba. So tukafika point ambayo hatungeweza hata kusustain na blood bank. Ikabaki tunaleta donors, unatolewa damu pande, inaoshwa na machine, tunaweka kwa beti. Ndio at least now we save because mwenye ako high bone marrow ina produce, sio? So tukaendelea hivyo. And we agreed with the doctors that tuangalie why are we not losing these platelets at this rate. So the first test you do is a peripheral blood film, what we call PBF. It's a complicated test. Kwa hivyo tutapata in that situation. That means that no matter how much platelets we put, the bone marrow is not producing. Now if it produces the little, the body has already entered autoimmune situation. Kwa hivyo mwili imeanza kujipiga. Sasa mwili inajikula. So how do we stop this process? To stop this process was we induce chemotherapy. Unfortunately, at AR we could not induce chemotherapy because there are procedures and structures to it. The only place we could induce chemotherapy was KUTRH and Kenyatta National Hospital. And I want to say, ile wakati tunapigananga na hospitali za serikali, it is time we learn that there is no place una excellent care than government hospitals. There is no individual who can afford the level of doctors, the level of professionalism, and the level of services that government can afford. And we sat and discussed that our best option is Kenyatta. Why? Kenyatta is the gate pass of East and Central Africa in terms of healthcare. Sindio? Kama tunataka professor wa hematology ni Kenyatta. Kama tunataka professor wa hemato-onco ni Kenyatta. Sindio? Na hatutasema tu. And we agreed, hatusemi tunatafuta daktari so and so. Tulisema mgonjwa ni wa hospitali ya serikali. So that we can be able to get care kutoka kwa kila mtu. Sababu the moment tumeweka ni wa Dr. Nderitu atagojewa labda ako hospitali ingine, si ndio? So tukapatia na mgonjwa kwa hospitali ili receive vizuri sana. And I want to thank the political class kuanzia Honorable Wamumbi ambao walikuja waka make sure that the process of transition and getting beds sababu nayo si rahisi. Is dependent. Guys, gospel singers wametujibu maswali yenye tulikuwa tunajiuliza sana, maswali zenye zilikuwa zimejaa kwa kichwa ama kwa akili za Wakenya, wakijiuliza Betty Bayo aligonjeka lini, kwa sababu hawakusikia, hawakumuona hata hospitali, wakijiuliza kulienda aje ikakuwa Betty Bayo amegonjeka. But gospel singers wa Kenya wametujibu ya kwamba vile watu wengi wanasema ati walificha ugonjwa wa Betty Bayo, sio hivyo. Hawakuficha. Betty Bayo alikuwa mzima, alikuwa sawa, alikuwa na familia yake, alikuwa anajifanyia mambo yake kama kawaida. Ni ugonjwa tu ilikuja na ikamshika na ikakuwa ni hivyo. Ikakuwa hiyo ndio mwisho wake. Na ugonjwa wenyewe ilikuwa ni kansa, but ni kansa ya damu. Leukemia, kansa ya damu. Hiyo ndio ilimshika na hiyo ndio ilimmaliza. So waibaji hapo wamekuja clean wakasema ya kwamba wao hawakuficha ugonjwa ya Betty Bayo. Kama venye imejaa kwa mitandao ama kama venye watu wengi wanajiuliza maswali mingi kuhusu ugonjwa ya Betty Bayo.
Naye daktari hapo ameongea akasema wamejaribu kusaidia Betty Bayo, walikuwa wanahitaji damu na wakang'ang'ana vile watapata hiyo damu, wakajaribu kusaidia Betty Bayo, but ilifika mahali anahitaji chemo. Wakati alihitaji chemo ndio walimtransfer to Kenyatta. So wao waling'ang'ana yao yote, wakang'ang'ana vile wanaweza kumuokoa maisha yake. Kwa hivyo wamejibu maswali ambazo ziko ndani ya Wakenya. Betty Bayo alikuwa mzima, alikuwa tu anatembea kawaida, alikuwa anafanya kazi yake kawaida. Wakati hiyo ugonjwa ilimshika, alikuwa sawa kabisa. So sisi hatuna la kusema. Tunaombea familia ya Betty Bayo, tunaombea wazazi wake wapate nguvu, tunaombea hata sister zake wote na brother na familia yao yote. Tunaombea hata huyo bwanake mwenye alikuwa amemuoa Tash. Na pia hatuwezi sahau kuombea pia Kanyari, juu pia ameruhusu mama ya watoto wake na ako na pain vile watoto wake wataweza kuendelea. So pia yeye tunamuombea kuwe strong. Na pia kama Kenya na kama artist wa Kikuyu pia tumelose mtu mwenye alikuwa anatuimbia nyimbo ambazo zilikuwa zinabariki mioyo yetu, ambazo zilikuwa zinatutia nguvu, ambazo zilikuwa zinafanya tuendelee. Wakati tumeishiwa na nguvu, tukisikiliza nyimbo zake zilikuwa zinatuweka nguvu. Kwa hivyo mimi naona tumejibiwa. Kenye tu naweza sema, rest in peace Betty Bayo.